Bwana, karibu ndani ya tathmini ya SOL, sehemu ya kipekee na Evening Jet, ambapo tunatua juu ya mijadala mizito ya kijamii, kisiasa na kiuchumi, tukichambua, tukielewa na bila shaka tukizungumza bila kuchuja. Mimi naitwa Crazy Business, kwa Kiswahili niite kichaa biashara, lakini kule kwetu nyumbani wananiita Lukwale Lusoluza, na hapa nifahamu kama the pilot, rubani himself. Na leo tunarusha jicho letu kwenye anga lenye mawimbi ya mvutano wa kibiashara kati ya Tanzania, Malawi na Afrika ya Kusini. Sakata lililoibuka mwezi uliopita baada ya mazao ya kilimo kutoka Tanzania kugomewa na majirani zetu hawa wawili. Na serikali yetu nayo haikukaa kimya, ilijibu, ilisitisha, ilirudisha kombora. Lakini kwa nini hali hii imejirudia tena mwaka huu? Nani alichochea moto huu wa marufuku ya mazao? Sasa ndani ya dakika chache zijazo tunakwenda kuchambua kwa undani athari kwa wakulima wetu na hatima ya mahusiano ya kibiashara katika ukanda huu. Na je, serikali zetu za kikanda zinafanya juhudi za kutosha kulinda maslahi ya wakulima na wafanyabiashara wa ndani? Hebu tukisafirie kwa undani, tukitafuta majibu. Ni marufuku mazao yoyote ya kilimo kutoka Malawi kuingia ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia leo. Lakini mbali na hapo, kwa nchi zote mbili hizi, hasa Malawi, hatutaruhusu zao lolote la transit kupita ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mahindi yote walioyanunua kwa ajili ya kutatua tatizo lao la njaa kwao, hatutayapeleka. La tatu, tarehe 1 mwezi wa 5 walikuwa wanaanza kuchukua mbolea kwa ajili ya maandalizi ya msimu wao wa kilimo kutoka Tanzania. Hatutaruhusu mbolea yoyote kwenda Malawi. Nataka tu niseme, na hatua hii haihatarishi usalama wa nchi, haihatarishi food security. Hakuna Mtanzania atakufa kwa kukosa zabibu ya Afrika Kusini. Mnamo mwaka 2025 mvutano wa kibiashara uliibuka kati ya Tanzania, Malawi na Afrika Kusini, ukihusisha marufuku za mazao ya kilimo. Malawi ilipiga marufuku bidhaa kadhaa kutoka Tanzania kama hatua ya kulinda soko la ndani, huku Afrika Kusini ikisitisha uingizaji wa ndizi kutoka Tanzania. Tanzania ilijibu kwa kupiga marufuku uingizaji wa mazao kutoka nchi hizo mbili na kusitisha usafirishaji wa mbolea kuelekea Malawi. Hata hivyo, kutokana na juhudi za kidiplomasia, Tanzania iliondoa marufuku hiyo mwishoni mwa April 2025, kufungua njia kwa mazungumzo ya kutatua mgogoro huo. Mgogoro huu umeonyesha umuhimu wa ushirikiano wa kibiashara wa kikanda na uratibu wa kisera kati ya nchi jirani. Hapa tuko boda ya Tanzania na Malawi. Mimi nafanya biashara wa ndizi, au wote ni mtaji ambao nilikuwa nategemea labda unaweza kanitoa, lakini kutokana na maamuzi ya serikali ya Malawi nimelazimika kula hasara, na hasara yenyewe ndo kama hivi. Hasara ni kubwa, chango hasara ni nyingi. Hapa nimekula hasara, siwezi kuokoa ndizi hata kimoja. Sema niende nikale na familia yangu nyumbani, na hela yenyewe nilichukua ya mkopo. Akili haifanyi kazi. Serikali ya Malawi imeamua inidhalilishe na nilazimu niuze nyumba ili nilipe madeni ya watu. Katika tathmini hii ni kitu gani ambacho tutakwenda kukiangazia? Tutakwenda kujua kwa nini sakata kama hili la marufuku ya mazao linajirudia tena, lakini pia tutajua ni wakulima gani au wafanyabiashara gani wameathirika zaidi na athari zikoje. Katika mazungumzo haya tutakuwa na wachangiaji ambao pia watakuwa wakichambua sakata hili kwa undani zaidi. Itasikika sauti ya Young Pox pamoja na Eddie K Sakanaba kutoka Dar es Salaam, lakini pia itasikika sauti ya dada yetu kutoka Songea, Amina Rehani, na pia itasikika sauti ya dada yetu kutoka Kigoma, Judith Luhomvia, ili kuhakikisha katika tathmini hii ya SOL tunalijadili hili kwa undani zaidi. Kabla sijaruhusu mazungumzo ya moja kwa moja na wachangiaji wetu, kwanza nikupe dondoo kidogo kuhusiana na sakata hili. Hii ni moja kati ya kitu ambacho kimetia hasara sana wafanyabiashara, si tu wa ndani, lakini pia wafanyabiashara wa nje. Wako kina mama wafanyabiashara wa Malawi ambao jambo hili lilipotokea liliwapa ukakasi katika shughuli zao za kila siku. Sasa wananikataa kwa nini sasa? Sili mama mmoja mdada mmoja. Kwa nini wananikatalia? Mimi nataka nikanunue vihindi na katofeni kutiniende naye Malawi nikafanye biashara kule na mtoto nyumbani. Ananikatalisha. Kwa nini ananikatalisha? Kama nini mama yeye utawezi kununua katundu Tanzania? Vya Tanzania viko vikubwa, vinaenda sana biashara yao na bei yao nzuri. Kwenye change na tuna change kwenye biashara yao nzuri. Ya kwetu kuna bei. Nimesumbuliwa sana kwa biashara. Kwa sasa biashara ya kwetu tumetoa ngambi,
na ile tumekuwa na tuhela tudogo. Sasa anatukataa sisi atuhela tudogo, wa vile vihela vikubwa vile anachukua mzigo kule ng'ambo. Sasa tunasumbuliwa sana. Wanatuambia sisi tusiende kuchukua Tanzania, vitu vya Tanzania msilete Malawi. Sasa kwa nini tusilete Malawi wakati sisi tumezoea kuuza vile vitu? Na watoto tutalisha nini kwa sababu na sisi tumezoea humo. Kitu ambacho pia unaweza usio na kifahamu, Malawi ni moja kati ya nchi ambayo inategemea bidhaa nyingi kutoka Tanzania. Naweza kutumia lugha hii nyepesi kwamba Tanzania ni kama China kwa Malawi. Vitu vingi ama wafanyabiashara wengi wa Malawi wanategemea sana bidhaa kutoka Tanzania, na ni kwa sababu moja kubwa. Ya kwanza ni ubora wa mazao yanayotoka Tanzania, lakini pia bei ya mazao yanayouzwa na wafanyabiashara wa kutoka Tanzania inawapa nafuu wafanyabiashara wa Malawi kupata faida pale wanapoenda kuuza. Sasa moja kwa moja nifungue mazungumzo haya ambapo tunakwenda kuiangazia tathmini ya SOL kupitia kile ambacho kimetokea mwezi uliopita. Na hapa na ndugu yetu wa kwanza kabisa kutufungulia mazungumzo yetu ni Young Pox. Young Pox, nataka tuanze kwanza, kwa nini sakata hili la marufuku ya mazao linajirudia tena mwaka huu? Ikumbuke mwanzo Malawi ilipiga marufuku uingizaji wa mahindi yasiyosagwa kutoka Tanzania na Kenya kutokana na hofu ya kuenea kwa ugonjwa wa mahindi ambao unaitwa mahindi lesser necrosis disease. Kwa kifupi ni MLND, ambao unaweza kusababisha upotevu wa mazao hadi 100%. Marufuku hiyo ilihusu tu uingizaji wa unga wa mahindi au mahindi yasiyosagwa ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo hatari. Lakini Afrika Kusini ilipiga marufuku uingizaji wa ndizi kutoka Tanzania, ingawa sababu rasmi hazikufafanuliwa waziwazi. Inadhaniwa kuwa marufuku hiyo ilihusiana na masuala ya usalama wa mimea na viwango vya ubora. Jambo la kujiuliza sasa, kwa nini sakata hili linajirudia tena? Masuala ya kisiasa na uongozi wa ndani. Nchi kama Malawi na Afrika Kusini zimekuwa zikilinda masoko ya ndani kwa kulinda wakulima wao dhidi ya ushindani wa bidhaa kutoka nje, hasa Tanzania ambapo mazao ni mengi na mara nyingi bei ni ya chini. Kukosekana kwa mikataba thabiti ya kibiashara ukanda huu hauna mwafaka wa kina wa kibiashara wa kikanda ambao unaweka wazi taratibu za uingizaji na usafirishaji wa mazao. Migongano ya kidiplomasia isiyoonekana wazi. Mara nyingine nchi kushughulikia tofauti zao kwa njia zisizo rasmi, kama hatua za kiuchumi za kimya ambazo zina athari kwa wananchi wa kawaida. Siasa za uchaguzi au shinikizo la ndani. Serikali huweza kufanya maamuzi ya kulinda soko la ndani kama njia ya kuungwa mkono na wananchi, hasa wakati wa uchaguzi au hali ngumu ya kiuchumi. Wakati mwingine mazao hukataliwa kwa sababu za kiufundi kama kutokidhi viwango vya afya ama usalama wa chakula, ingawa hizi pia huweza kuwa sababu zinazotumika kama kivuli cha sababu nyingine. Nikienda kutizamia kwenye ukurasa wa Instagram na kutana na comment ya Retro Khalid akiwa ameweka jumbe yake kuhusiana na sakata hili. Anasema point ya kuweka trade wars havimsaidii mtu yeyote except kutuumiza wa Tanzania kwenye masoko ya bidhaa za kilimo kutoka South Africa. Hamjawekeza kwenye miundombinu muweze kushindana na South Africa kwenye agricultural product. Maana Iringa ina kilimo cha matofani, yani apples, ila barabara ni mbovu, mazao yanaozea njiani na ni gharama kusafirisha. Kwa hiyo hamna faida, hamjatatua tatizo ila mmeongeza mengine. Comment ya Reto Khalid kutoka ukurasa wa Instagram Young Pox inanifanya nikuulize swali la wakulima au wafanyabiashara gani wameathirika zaidi na athari zikoje kwa soko la ndani? Wakulima na wafanyabiashara wa Tanzania, hasa wale wa mazao ya kilimo, ndio wameathirika zaidi kutokana na marufuku ya mazao kati ya Tanzania, Malawi na Afrika Kusini. Athari kuu kwa soko la ndani ni kama ifuatavyo. Wakulima wa mahindi, mchele na mazao mengine kama tangawizi na ndizi wameathirika sana. Kwa mfano, wakulima wa mazao haya wamepata hasara kubwa kwa sababu ya kukosa soko la uhakika katika nchi za jirani. Marufuku haya yamefanya soko la kimataifa kuwa finyu na baadhi ya wakulima hawawezi kuuza mazao yao nje ya nchi, jambo linalowalazimisha kuuza kwa bei ndogo ama kuharibu mazao ambayo hayana soko. Athari kwa wafanyabiashara wa usafirishaji wa bidhaa.
wafanyabiashara wanaoshughulika na usafirishaji wa mazao kupitia mipaka ya nchi hizi pia wamekumbwa na hasara kubwa. Marufuku hizi zimepunguza idadi ya bidhaa zinazoweza kuvuka mipaka, hivyo kudidimiza biashara ya bidhaa za kilimo. Lakini kupungua kwa mapato, wafanyabiashara wa mazao hawa wamepata hasara kwa sababu ya kutokuwa na fursa ya kuuza mazao yao katika masoko makubwa ya kigeni, na hivyo hupunguza mapato yao ya kila mwaka. Na ni zipi athari kwa soko la ndani? Marufuku hii imeathiri usambazaji wa bidhaa za mazao kwenye soko la ndani, hasa pale ambapo nchi husika zikiwa zinategemea mazao kutoka nchi jirani kwa ajili ya kujaza pengo la mahitaji. Hii imepelekea ongezeko la bei ya bidhaa katika soko la ndani. Kuongezeka kwa bei za bidhaa kwa baadhi ya mazao kutoshughulikiwa kwa haraka na kuingia sokoni, bei za mazao kama vile ndizi, mchele na mahindi zimeongezeka, jambo ambalo linawaathiri walaji wa kawaida. Uhitaji wa hatua za kibiashara za dharura. Soko la ndani linahitaji mikakati ya haraka ili kuzuia upungufu wa bidhaa, kama vile kuboresha uzalishaji wa mazao katika maeneo mengine ama kuanzisha mikakati ya uhamasishaji kwa wakulima. Young Pox, mimi ni kushukuru kwa kile ambacho umetuwasilishia leo kwenye tathmini ya SOL. Shukran sana na karibu mno. Msikilizaji wa Evening Jet kupitia Sikiliza Online, bado tunaendelea kuzungumza juu ya mvutano wa kibiashara kati ya Tanzania, Malawi na Afrika ya Kusini uliotokea mwezi uliopita. Sasa najiunga na Eddie K, Mr. Sakanaba kutoka Dar es Salaam. Na hapa nataka tuende kujikita moja kwa moja kwenye mvutano huu wa kibiashara kati ya Tanzania, Malawi na Afrika ya Kusini. Eddie, katika toleo la mwaka 2025, mvutano wa kibiashara kati ya Tanzania, Malawi na Afrika ya Kusini ulijitokeza tena mwezi Aprili mwaka 2025. Mnamo tarehe 23 Aprili 2025, Tanzania ilitangaza marufuku ya kuingiza mazao ya kilimo kutoka Malawi na Afrika ya Kusini, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi dhidi ya marufuku zilizowekwa na nchi hizo dhidi ya bidhaa za Tanzania. Mnamo Machi 2025, Malawi ilipiga marufuku uingizaji wa bidhaa mbalimbali za kilimo kutoka Tanzania, zikiwemo unga wa mahindi, mchele, tangawizi na ndizi kwa lengo la kulinda wazalishaji wa ndani. Lakini Afrika ya Kusini ilisitisha uingizaji wa ndizi kutoka Tanzania, hatua ambayo ilichukuliwa kama kikwazo kisicho rasmi dhidi ya bidhaa za Tanzania. Lakini Tanzania ilijibu kwa kupiga marufuku uingizaji wa mazao ya kilimo kutoka nchi hizo mbili, ikiwa ni pamoja na zabibu na tufaha kutoka Afrika ya Kusini, na pia kusitisha usafirishaji wa mbolea kwenda Malawi. Kama una kumbukumbu nzuri, mnamo tarehe 26 Aprili 2025, Tanzania iliondoa marufuku hiyo ili kutoa nafasi ya mazungumzo ya kidiplomasia na nchi husika. Lakini hatua hii ilifuatia mawasiliano kutoka kwa Malawi na Afrika ya Kusini wakitaka kutatua mgogoro huu kupitia mazungumzo. Mvutano huu wa kibiashara umeibuka tena mwaka 2025 kutokana na hatua za kulinda masoko ya ndani na kutokuwepo kwa usawa katika biashara ya mazao ya kilimo kati ya Tanzania, Malawi na Afrika ya Kusini. Hata hivyo, juhudi za kidiplomasia zinaendelea ili kurejesha uhusiano wa kibiashara kati ya nchi hizi. Tunaona ni jinsi gani ambavyo jambo hili limewapa hasara wafanyabiashara wa ndani, lakini pia hata wafanyabiashara wa nje, na pia kumetokea na sintofahamu wa tukio hili kutokea. Tunawezaje kuzuia migogoro kama hii isijirudie kwa siku za usoni? Hii migogoro inaweza kuzuiwa kwanza kwa kuanzisha au kuimarisha mikataba ya kibiashara ya kikanda baina ya nchi wanachama wa SADC. Pili, kuweka mfumo wa kudumu wa mazungumzo ya kidiplomasia kati ya nchi husika kabla ya kuanzisha vikwazo, na inabidi miundombinu ya ukaguzi wa ubora wa bidhaa iboreshwe ili kupunguza migogoro inayotokana na viwango tofauti. Tuhamasishe sekta binafsi zishiriki katika uundaji wa sera ili kuhakikisha sauti ya wajasiriamali na wakulima inasikika. Mwisho kabisa,
Sasa uanzishwe mfuko wa dharura wa kanda kusaidia wakulima na wafanyabiashara wanapoathirika na marufuku za ghafla kama hizi. Watu wanaingia hasara sana, kama huyo mfanyabiashara ambaye tumeona klipu yake akionyesha namna bidhaa zilivyooza malori kwa malori. Na unajua wafanyabiashara walio wengi kama sio mali kauli basi ni fedha za benki. Edwin, mimi ni kushukuru kwa kila ambacho umeweza kutuwasilishia kwenye meza ya Sikiliza Online kwa siku ya leo kupitia tathmini ya SOL. Asante. Kabla sijakwenda kujiunga na dada yetu Amina kutoka Songea, nipitie kwanza moja kati ya jumbe ambayo iliandikwa kunako ukurasa wa Instagram wa Ernesto Che Guevara. Yeye anasema Bashe anaharibu sana. Hizi damu za visasi na chuki sio asili yetu wa Tanzania. Biashara haihitaji visasi wala chuki. Unapowawekea vikwazo wenzako ni lazima ufikirie wewe unajiweza kwa kila nyanja. South Africa na Malawi ni marafiki zetu wa kihistoria, kiuchumi, kisiasa na hata kitamaduni. Wapo wangoni hapa Tanzania. Ni mfano tosha kuwa there is interaction katika mambo mengi sana dhidi ya kuwa rafiki zetu. Swali la kujiuliza, unajua ni kwa kiasi gani tunapoteza income kwa hivi vikwazo vya kibiashara? Mengi ambayo tunayazungumzia ni ile hasara ambayo imejitokeza baada ya sakata hili la marufuku ya mazao. Amina, nataka twende utufanyie uchambuzi kidogo kuhusiana na sakata hili la marufuku ya mazao kati ya Tanzania, Malawi na Afrika ya Kusini. Hapa nitazungumza mambo kama matano hivi ambayo yamelenga katika nyanja tofauti za kiutendaji. Tutaanza na ulinzi wa masoko ya ndani na kitu cha kitaifa. Unajua Malawi na Afrika Kusini zilianzisha marufuku dhidi ya bidhaa za kilimo kutoka Tanzania kwa lengo la kulinda ukulima wao wa ndani dhidi ya ushindani wa bidhaa kutoka nje. Kwa mfano, Malawi ilipiga marufuku uingizaji wa unga wa mahindi, mchele, tangawizi na ndizi kutoka Tanzania, ikieleza kuwa ni hatua za kulinda masoko ya ndani na kukuza viwanda vya ndani. Pili, ukosefu wa mikataba ya kibiashara. Ingawa nchi hizi ni wanachama wa SADC, utekelezaji wa mikataba ya kibiashara bado ni changamoto. Wachambuzi wanasema kuwa kukosekana kwa mikataba thabiti na utekelezaji wake unachangia migogoro ya mara kwa mara katika biashara duniani. Tatu, kuna migongano ya kidiplomasia na ukosefu wa mawasiliano. Sasa migogoro hii pia inachangiwa na ukosefu wa mawasiliano ya wazi kati ya nchi husika. Kwa mfano, Tanzania ilidai kuwa Afrika Kusini imekuwa ikizuia uingizaji wa ndizi kutoka Tanzania kwa muda mrefu, lakini maafisa wa Afrika Kusini walieleza kuwa hawajawahi kupokea mahindi rasmi za uingizaji wa ndizi hizo. Nne, athari kwa uchumi na usalama wa chakula. Marufuku hizi zimeathiri uchumi wa nchi husika, hasa Malawi ambayo inategemea Tanzania kwa usafirishaji wa bidhaa zake kupitia bandari ya Dar es Salaam. Marufuku ya Tanzania ya kusafirisha mbolea kwenda Malawi pia ilitishia uzalishaji wa chakula nchini Malawi. Tano, ni hitaji la ushirikiano wa kikanda. Wachambuzi wanasisitiza umuhimu wa nchi za SADC kushirikiana kwa karibu zaidi ili kuepuka migogoro ya kibiashara. Wanapendekeza kuwepo kwa mazungumzo ya wazi na utekelezaji wa mikataba ya kibiashara ili kuhakikisha biashara haina vikwazo visivyo vya lazima. Hapo linanijia swali kwamba je, hatua ya Tanzania kuzuia baadhi ya bidhaa kutoka kwa nchi husika kama Malawi pamoja na Afrika ya Kusini ni ya haki au ni kisasi cha kisiasa? Hapo nipo katika mtazamo miwili. Upande wa haki ya kibiashara na upande wa kisiasa. Kama nchi nyingine imeweka vikwazo visivyo vya haki dhidi ya bidhaa kutoka Tanzania, serikali ina haki ya kulinda maslahi ya wananchi wake kwa hatua sawia. Katika muktadha wa sheria za kimataifa na mikataba ya kikanda kama SADC, kuna masharti ya usawa unaitwa reciprocity na haki ya kulinda uchumi wa ndani pale inapobidi. Kwa upande wa kisiasa, baadhi ya wachambuzi wanaona hatua hizi kama jibu la kisiasa zaidi kuliko kiutendaji. Badala ya kutumia njia za kidiplomasia na majadiliano ya kikanda, hatua moja kwa moja kulifunza inaweza kuzidisha migogoro badala ya kutatua, hasa ikiwa inafanyika bila mashauriano ya awali au uchambuzi wa kina na athari kwa wananchi wa kawaida. Kwa hivyo jibu linategemea muktadha. Ikiwa
hatua hiyo ilifanywa baada ya njia zote za kidiplomasia kushindikana, inaweza kuonekana kuwa ya haki. Ikiwa ilifanywa kama jibu la haraka au la kisiasa bila mchakato wa wazi, basi inaweza kudhuru zaidi kuliko kusaidia. Mimi ni kushukuru kwa uchambuzi huu mchache ambao umetuchambulia kunako sakata la marufuku ya mazao kati ya Tanzania, Malawi na Afrika ya Kusini. Shukrani. Lakini msikilizaji wa Evening Jet kupitia Sikiliza Online, bado tunaendelea na tathmini yetu ya SOL kutokana na kile ambacho kimetokea mwezi uliopita. Na hapa niko na Judith Luhomvya, dada yetu huyu kutoka Kigoma. Hebu tuangazie kwenye athari za marufuku ya mazao na jinsi serikali za kanda zilivyoshughulikia swala hili. Tukianza na athari za marufuku hizi, kwanza zimezua mkwamo mkubwa kwa wakulima na wafanyabiashara wa ukanda wa SADC. Lakini pia kuporomoka kwa kipato cha wakulima waliokuwa wakitegemea masoko ya nje. Kukosekana kwa uhakika wa soko, jambo linalowavunja moyo wakulima kuwekeza katika kilimo cha biashara. Kuongezeka kwa mfumuko wa bei za bidhaa nchini kunatokana na upungufu wa bidhaa kutoka nje. Japo hili kwa sisi Tanzania si athari kubwa sana kulingana na bidhaa zinazotoka kwa wenzetu, si tegemezi sana huku. Kwa upande wa serikali, kuna kupungua kwa mapato ya serikali kutokana na kodi zinazotokana na biashara ya nje, na mwisho kabisa kuna kusambaratika kwa biashara ndogo ndogo zinazotegemea bidhaa hizo kusambazwa katika mikoa ya mipakani. Sasa zipi hatua za serikali za kanda kushughulikia changamoto kama hizi? Baadhi ya hatua zinazochukuliwa na serikali kushughulikia masuala haya: serikali ya Tanzania kufanya mazungumzo ya kidiplomasia na Malawi pamoja na Afrika Kusini kupitia balozi zao ili kutafuta suluhu ya kibiashara. Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC imekuwa ikiendesha vikao vya dharura kuhusiana na uboreshaji na utekelezaji wa biashara huru. Serikali zimeahidi kuanzisha mifumo ya mawasiliano ya moja kwa moja kati ya taasisi za udhibiti wa ubora wa chakula ili kuondoa vikwazo visivyo vya lazima. Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo imekuwa ikiwashauri wakulima kutafuta masoko mbadala ndani na nje ya Afrika, hasa kupitia ushirikiano na sekta binafsi, lakini pia mashirika kama Trademark Africa yameshirikiana na baadhi ya serikali kuboresha mifumo ya forodha na biashara mipakani ili kurahisisha usafirishaji wa mazao. Ingawa changamoto bado zipo, lakini hatua zinazochukuliwa dhidi ya kuondoa vikwazo vya kibiashara ni ishara njema. Ni muhimu kwa nchi wanachama wa SADC kuongeza uwazi, uaminifu na mawasiliano katika masuala ya kibiashara ili kulinda maslahi ya wakulima na wafanyabiashara wadogo na kuhakikisha usalama wa chakula kwa ukanda mzima. Sasa Judith, je, huu ni ushahidi wa kushindwa kwa diplomasia ya kikanda au changamoto ya usimamizi wa biashara ya mipakani? Mtazamo juu ya sakata hili unaweza kuchukuliwa kwa pande mbili. Moja, kushindwa kwa diplomasia ya kikanda, na mbili ni changamoto ya usimamizi wa biashara mipakani. Marufuku hizi zinapotokea mara kwa mara, licha ya kuwepo kwa mikataba ya biashara huria ndani ya SADC na EAC, inadhihirisha kuwa mazungumzo ya kidiplomasia hayajakuwa na nguvu au kasi inayohitajika kutatua changamoto za haraka. Kuna pengo kati ya makubaliano ya kisera na utekelezaji wake kivitendo. Kukosekana kwa majukwaa thabiti ya mazungumzo ya kisera kati ya nchi wanachama kunaacha mianya kwa migogoro kama hii kuibuka. Kwa upande mwingine, ni wazi kwamba kuna udhaifu mkubwa katika mifumo ya udhibiti, viwango na taratibu za forodha kati ya nchi. Tofauti za kiutendaji, ubora wa mazao au ukosefu wa uwazi kuhusu vigezo vya kuzuia bidhaa huonyesha tatizo la uratibu na miundombinu ya usimamizi wa biashara. Hili linaathiri vibaya wafanyabiashara wa kati na wadogo wanaotegemea masoko ya kikanda. Kwa hiyo, sakata hili linaweza kuwa na matokeo ya mchanganyiko kwa vyote viwili: udhaifu wa diplomasia ya kikanda na changamoto za kiutawala katika biashara mipakani. Kupitia hilo, tunahitaji mfumo wa uwajibikaji wa kisiasa na kiutendaji unaoungwa mkono na sera za kanda zenye meno ya utekelezaji wa kweli. Tunahitaji mfumo wa uwajibikaji wa kisiasa, kiutendaji unaoungwa mkono na sera za kikanda zenye meno na utekelezaji wa kweli. Hili liko sawa kabisa. Na mimi nikushukuru kwa muda wako na kutuangazia kunako athari za marufuku ya mazao na jinsi ambavyo serikali za kanda zimeweza kushughulikia jambo hili. Sawa, nashukuru. Asante sana. Naam, msikilizaji wa Evening Jet kupitia Sikiliza Online, mimi nikushukuru kwa kusikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na hiyo ilikuwa ni tathmini ya SOL ikiangazia juu ya mvutano wa kibiashara Afrika Mashariki na Kusini. Je, ni wakati kurekebisha sera zetu za kibiashara? Je, diplomasia bado ina nafasi au tumekuwa wabishi zaidi kuliko waungwana?
Unaweza kuacha comment yako kupitia ukurasa wetu wa Instagram, Facebook, TikTok ama X. Lakini pia unaweza kuandika jumbe yako kupitia comment box kwenye idhaa yetu ya YouTube Sikiliza Online. Asante kwa kusafiri nasi ndani ya Evening Jet. Kama una maoni, hoja, ushuhuda, kama mkulima au mfanyabiashara aliyeguswa na sakata hili, usisite kututumia ujumbe wako kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Mpaka wakati mwingine, endelea kuwa nasi. Evening Jet, tunapiga stories zenye uzito kwa style nyepesi. Hii ni Evening Jet. Relax, enjoy. Twende pamoja mpaka mwisho wa safari. Evening Jet.